hapa nimecheza jana. Lakini pili tu nimeziona sasa nikawa tena nasumbuana nikawa hapa nimeziona zote nimeziona. Tatizo nataka kunipigia basi. Vocha ndugu yangu usione hivi usione tunapita pita maiti hakuna. Pesa za phone maiti na tusema pesa ninunue maiti uweze kununua taka unga. Tena watoto watafune. Afuti nikanunue maiti. Yaani hapa ni hatari pana kama wiki nzima. Mimi bwana mimi sikuficha kama nimekutafuta kwa mara nyingine. Mimi kwa kweli hali ambayo naifikia ndugu yangu kifupi ni nzito sana. Kwa sasa yani kona zote na madeni. Duka zote ile eneo tunaishi, duka zote na madeni. Wakati mwingine nakuwa nabadilisha njia. Wakati mwingine naingia nyumbani ni usiku. Tia uchungu mimi sio. Yaani hali inatisha sana. Mimi nimeshapita nani sijamwambia, kampuni gani ambazo sijatembelea kuomba kazi, angalau basi hata ni mlinzi basi. Wapi sijapita. Pamoja na masomo yangu yote, lakini sijapata chochote. Ndugu yangu, masomo yote nimeshapitia wapi? Na unaona gisi hali ya mama yangu jinsi ilivyo, kipofu. Amehangaika sana ili mimi nimalize masomo yangu. Mimi ndio nilikuwa wakati sana mimi kufanya kumfariji. Lakini chose que je ne peux pas. J'ai tout fait. Mais malheureusement, sijapata kazi mpaka hivi. Ndugu yangu, nashindwa roho inavimba. Najua sana kweli kabisa. Nilikuwa niko peke yangu, la ça va. J'allais patienter. Basi mimi comprendre la situation. Mimi na tatizo sasa mama yangu anapolia sasa njaa, anapolia. Yaani nasikia kama ardhi ipasuke basi. Nashindwa mimi. Lipi sijafanya. Lakini bado ndugu yangu. Kama hizi nilikuwa hivi lakini mambo yanajawa sawa. Mimi nilijaribu kunisonjua pale nilikuwa na mwalimu aliondoka pale. Nikajaribu kwenda kupambana ili niweze kuingia pale. Lakini sasa director wangu ni rafiki yangu tumesomaga naye. Na yeye yuko anabaniwa hapa na representer akafuata yeye mtu wake. Kamleta kama mwenye kuumia usifikiri wewe peke yako ndugu yangu. Nakwambia ngombe maskini haisaini kweli. Lakini fanya subira ndugu yangu, fanya subira. Inna Allah ma'asabirina. Ndugu yangu, fanya subira. Unajua shida na hizo matatizo yake. Yaani mimi sijui na mkosi gani, sijui nimerogwa kizibu. Yaani hakuna kampuni sijatembelea, hakuna masomo ambayo sijapitia. Yaani naonesha vitu vyangu lakini naishia bila kama wanatupa jalalani, kama wanatupa wapi. Wangine wananiambia bana utakuja labda siku fulani. Nikienda hata mlango sifunguliwi shekhi. Yaani wakati mwingine sielewi kama sijui ni mkosi wa namna gani. Acha sisi kwa kufuru ndugu yangu. Watakiwa ufahamu kuwa riziki yako haiwezi kaja kwa muda unaotaka wewe. Wala haiwezi karudia nyuma kwa kuchukia kwa wanadamu. Lakini kuna subira. Kama ni subira ndugu yangu nimeshaifanya kutosha. Fanya tu subira ule usikate tamaa kwa sababu katika makosa ambayo ukata tamaa ni makosa ni kumkosea Mungu. Fanya subira ndio hicho tu. Nyingine ninaloniuma zaidi na yule jamaa yule bosi wangu yule. Mkaidi, ana roho mbaya ya ajabu. Yaani ana visa na vitimbi. Sijawahi kuona kiumbe ambaye iko very complicated kama yule. No, alafu situation na mtu ambaye hakusoma mwana. Kiona jinsi anavyonishauti pale, anavyoniambia maneno ya ajabu. Kila siku endapo kwa Mungu. Lazima pawe vitimbi, lazima pawe vituko. Yaani haishi vituko yule jamaa. Kweli. Ndio inaniuma zaidi tena kwa mara nyingine. Sio kwenye kazi yake. Yeye hakufahamu. Wewe pambana hivyo kubali uteseke utukane ifanye nini. Kwa sababu yule hakufahamu. Hajui niveau yako. Sawa? Sasa kubali upambane hivyo utukane lakini ipo siku itakwisha. Uvumilia hapo. Hapo tutatoka hapo. Kesho kaanza kwa sehemu nyingine. Hiyo ndiyo dunia ilikuifikia, punguza kuhuzunika, kila jambo linaona. Hiyo ndiyo dunia ilikuifikia, punguza kuhuzunika, kila jambo linaona. Wengi wa mitihani ni kipimo cha imani. Ondoa wasiwasi, mpe Mola nafasi. Hata na manabii vipenzi vya manani wamepewa mitihani na wamesubiri.
kwa ujasiri mwingi walizidi kujitahidi kuitetea haki, wakapata ushindi. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Kumbuka heri na shari hutoka kwa Manani. Yeye ndiye mgawaji, yeye ndiye muamuzi. Kwa kipindi cha dhiki usishindwe kumuhimidi, kwa sifa zake kamili lazima atakufariji. Punguza simanzi, mlilie Jabari, kamwe havunji ahadi, dua na takabari. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Usiku wa manane, usikosi kuswali, amka fanya dhikri, Allah ndiye mlipaji. Hali zote za duniani Mola ndiye anazimiliki, uhai wala umauti, utajiri na ufakiri. Japo una marafiki, una wa kukufariji, Mola akitia tiki, viumbe watakuthamini. Habari zingine? Salama kwa nzima. Kwanza samani na mzima hii kwako juisi, kwako maziwa. hiyo nguvu ya mimi kunywa juisi au maziwa ni hali wewe unatumia maji na itoa wapi? Samia. Utani saa zote lakini unachotumia wewe ndio utakachotumia. Acha basi kuletea maziwa bana. Hapana. So maziwa ni bora kwa afya. Ndio ni kweli, lakini hawezi akashuka ili hali unatumia maji. Sasa nitumie unachotumia wewe ndio utakachotumia mimi. Okay, basi kama umeamua. Sina choice. Okay, Zilfa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zilfa, nisaidie mgeni maji. Sawa. Unapendeza hivyo.
Asante sana. Unajua ni kawaida, lazima mtu uwe smart sababu Uislamu wenyewe unasema Uislamu mzuri. Hiyo watu wachafu hawawezi kuingia peke yao. Ya leo kali lakini. Okay. Shukrani. Mambo mengine vipi? Safi. Kazi. Ewa, alhamdulillah. Wazee wapo. Wazee wametoka kidogo. Unajua tena wazee wamshemishe. Na jambo la kumshukuru. Ewa, alhamdulillah. Moyo wako unasemaje? Samia. Lakini wewe nitakwambia mara ngapi lakini? Au nikikwambia unaziwaza kama ni utani? Nimeshakwambia siko tayari. Au napozungumza au napokuambia haya unahisi labda nimekurupuka tu, sijachunguza? Hapana, sio hivyo. Hapa nimeshafanya investigation mpaka usiamini nikikwambia. Na nikagundua kwamba wewe ni mwanamke wa kipekee. Kwa moyo wangu naomba uwe wangu. Samia. Ndio maana unaona nazungumza na confidence. Samia. Takwambia mara ngapi lakini kusema unielewe. Kwa nini hataki kuelewa hilo jambo Samia? Please, nishakwambia sihitaji kukuumiza. Ni kweli, lakini sio kama mimi sielewi. Moyo wangu ndio uelewe. Nifanye nini ili moyo wako ufunguke kwangu? Hapana Samia. Sikia nikwambie, mimi kila siku nakwambia, Samia, sihitaji kuumiza moyo wako kwa kweli. Kwa hiyo wewe uko na wazo gani au unaona mwisho wake utakuwa nini? Yaani mimi kama ushauri wangu Samia, ningekuomba tu kama inawezekana, tafuta tu mwanamke mwingine na atakupatia furaha kwenye nafsi yako. Mbona matatizo yenu ni wanawake? Ingekuwa labda ni huu vijana vuhuni wa barabarani. Labda siku nyingi ushakubali. Lakini kwa kuwa nimekuja na heshima au nimekuja na kwa nia njema, sikutaka kufanya uhuni, ndio maana nimeingia mpaka uani. Hapana, sisemi hivyo Samia. Unajua kama mimi siwezi nikakudharau hata saa moja. Siwezi kwa kweli. Kwa hiyo wewe kifikia kipindi ukiona labda inawezekana ukawa na Samia, please give me a call. Hapana kwa kweli. Yaani hapo kwa hilo usitegemee. Mimi nahisi labda leo hauko sawa. Acha mimi niondoke. Then tutafikisha maongezi yetu next time. Okay. Maana hapa na mimi niko nasoma kidogo, nilikuwa sijamalizia. Kama kawaida yako. Kawaida. Wewe unaendelea. Mimi natoka basi. Sasa basi nikutoe. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia. Naumwa baba. Najua naimba kutaka mawazo ya pungue. Najua naimba kupoteza lengo. Na huyo mwimbo unanizisha katika nafsi yangu. Nasikia nafarijika kusikia sauti babangu japokuwa sikuona. Bila sasa baba. Maisha mpaka lini? Maisha lakini. Maisha yangu yamekuwa magumu, hali yangu imekuwa ngumu. Ulemavu wangu wa kipofu nishauzoea. Kila sasa babangu diabeti inanisumbua baba. Na baba wangu tafuta jinsi yote jitahidi. Pata tarehe kidogo kwenda hospitali. Nasikia vibaya. Mwili mzima unaniuma babangu.
Naniuma sana baba. Mama. Unajua usioni kimya ukafikiri labda sifanye juhudi yote ile. Nimeshajaribu sana mama. Nimeshatembea, nimeshawalilia watu wengi sana. Wakati mwingine naiona hata aibu. Mama, nimeshahangaika sana. Kama leo baada ya alfajiri nimehangaika kupitia baadhi ya rafiki zangu. Lakini huwezi amini mama. Kila mmoja ananiambia matatizo yake. Kila mmoja ananiambia ya kwake. Wakati mwingine kuna wengine nawaambia matatizo afu wananisimanga. Naona aibu. Sijui nimwambie nani, sijui nishike mti upi, sijui nimlilie nani kwa sasa. Mwenye sipendelee kwa kweli hali ya kisi inazidi kuwa nzito kwa. Ila mimi sijachoka, bado ningali nakimbia chini ya jua nihakikishe kwamba mama yangu anakuwa vizuri. Na imani kwamba ipo siku inshallah Mungu ataondoa mabiki ambayo tunayo. Kwa sababu kisha ahidi ina maana usiri yusa. Akiwa kwenye uzito kuna wepesi. Leo tuko kwenye uzito na imani kesho kutakuwepo wepesi. Usiniambie kama hujamaliza gari yangu. Unaniangusha ndugu yangu. Wewe umeniambia dakika 30. Sasa hivi masaa mawili yote yanaisha lakini. Dadangu, mambo ya ufundi ni hatari. Kwa nini wafundia mwagi waaminifu? Dadangu, samahani kidogo. Hii hali isingetokea hivi. Pana mjinga fulani hapa niliajiri siku zinakwisha. Ndio mwenyewe ananiingiza moyo matatizo, anataka kunichonganisha sana wewe. Hii gari kama iliondoka mapema sana asubuhi. Maana nilikuwa nimwambia amkia asubuhi wewe umeshafika ofisi nani kazini. Kwani gari nimempatia huyo mtu au nimempatia? Ndio umempa yeye, lakini kazi hapa tunagawana. Mimi nafanya sijali mambo makubwa hapo madogo na waachia hao waende hapa. Eba nifanya mbio basi umalize mbio. Nizishe dua tu. Ni kweli baba. Unachokiongea ni kweli kweli. Ila kubwa tu ni subira. Wanasema kwamba subira kila mara, subira ni chungu sana. Ni chungu zaidi ya shubiri. Lakini matunda yake daima na milele ni matamu zaidi ya asali. Kwa hiyo mimi napambana mamangu chini ya jua. Na kila siku moja maisha yako yanakuwa murwa. Na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa mama. Kwa sahihi babangu. Siku gani ukaona maskini akafanikisha? Hiyo yote kukosa, kutembea, kuzunguka, yote ni kwa ajili yangu mama. Na imani kwamba kila kitu kitakuwa sawa mama. Niamini na zidi kuniombea dua ya kheri. Mimi nimejitahidi kupambana huku na kule. Na hivi sasa nataka nikajaribu labda kwa yule kiongozi wetu wa kwenye garage labda. Pamoja na ukatili wake, pamoja na roho yake mbaya. Njaribu ni naye nione namna gani kama anaweza kanasema wadau 10,000 kwenda hospitalini. Hapo najua hivi najua nitakuta hivi sasa atakuwa mkali zaidi ya simu. Na muda ndio umeshalipa, nimekimbia kutafuta pesa nimekosa, kwa hiyo ndio lazima kurudi kazini. Lakini sina imani kwamba atanikubalia kwa sababu ile jamaa noma sana. Hata hivi ndio ongea na wewe, kuna kazi ambayo kwa umenipa na imani tu kwa sasa hivi kishawaka hivi. Sasa baba fanya hivi jikaze mwanangu. Waende kwa nguo kwa kulia. Sasa nina mbili Mungu Mwenyezi Mungu kufanyia pesa. Kwenda kwa wale baba tunatumikia. Angalau kupata shilingi 10,000 basi. Ndio nipeleke hospitali. Nauma babangu, naumia mwanangu. Inshallah mama, acha nikimbie. Lakini kabla yote acha nikupakulie chakula kidogo. Utumie maana ukikuacha hivi inaweza kuwa taabu. Sijisikii kula kitu chochote kile baba. Hapana mama, acha ujitahidi kidogo maana ukibakia hivyo bila kula ni vile vile ugonjwa unazidi kuwa mzito. Acha nitumie chakula kidogo. Punguza kuhuzunika, kila jambo linamuda. Kumbuka heri na shari hutoka kwa Manani. Yeye ndiye mgawaji, yeye ndiye muamuzi. Kwa kipindi cha dhiki usishindwe kumuhimidi. Kwa sifa zake kamili lazima atakufariji.
punguza simanzi, mlilie Jabari, kamwe havunji ahadi, dua na takabari. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Usiku wa manane, usikosi kuswali, amka fanya dhikri, Allah ndiye mlipaji. Hali zote za duniani Mola ndiye anazimiliki, uhai wala umauti, utajiri na ufakiri. Japo na marafiki una wa kukufariji, Mola akitiatiki, viumbe watakusamini. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Hiyo ndiyo dunia, zidi kuivumilia, punguza kuhuzunika, kila jambo lina muda. Samahani kwa hilo. Hapana, kwa kweli yani wanategemea kama unatoka nifanyia hivi. Nusu saa tu dada yangu takuwa nimeshamaliza. Hivi unaona kama unanichelewesha lakini kazi zangu. Ndio nimeona kabisa kama nakuchelewesha, ndio maana nakubali kabisa kujituma yani. Mambo ya ufundi ni hatari. Walifanya mbio na nichelewesha. Namaliza niko namalizia dada yangu. Ndio na hofu kabisa. Ndio wengine bani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Asalamu alaykum boss. Ndio ule mjinga yule nilikuwa nakwambia. Samahani, kabla ya yote naomba nisikilize na mimi nisikilize mbele ya yote. Ndivyo wewe umeona kufuga hizo ndevu ndo bora kuliko kujali kazi yako wewe. Yaani samahani kabisa, naomba nimpata matatizo. Mama alikuwa anaumwa sana. Matatizo gani wewe? Mbona matatizo yako hayaishi kila siku? Mama anaumwa sana. Sasa mamako kama anaumwa, sasa utamtibisha na nini kama sio hii kazi ndio itakupa pesa wewe kwenda kumtibisha mamako? Yuko jamaa nilikuwa nimekwenda kuangalia kama anaweza kanazima pesa, nilikuwa nimemkosa. Jamaa gani atakuazima pesa ufanyi kazi wewe? Sasa hiyo dawa utaimpatisha kivipi wakati kazi ndio hii hapa? Kazi ninafanya ndio hivyo, tena ni dharura. Wewe unafanya kazi gani? Huyu mtu kama mtu wenyewe unaingia hapa ofisini. Samahani. Hivi wewe una akili sawa? Samahani kabisa nimekutia. Kenge wewe. Naomba samahani kabisa unisamee. Dada samahani, naomba unitakae radhi koko. Nimepitiwa kabisa. Dada naomba unitakae radhi. Hakutakie radhi kwa nani mjinga wewe? Hana akili huyu kijana. Samahani. Alafu wewe una bahati, hizo ndevu ningezingoa na hizi spana mimi nakwambia. Mjinga. Samahani. Mbona uko mpumbavu sana wewe? Samahani kaka. Nafasi ya kukimbilia hapa kwanza ni hapa ofisini. Samahani. Wewe ungekimbilia kwanza hapa ofisini. Kaka samahani kwanza. Nisikilize. Oh, kaka samahani. Sawa. Samahani. Sura yako iko sawa, naifananisha. Niambie. Nakufananisha? Inawezekana, lakini naomba mtakee. Achana huyu, gari ni ya kwangu mimi. Nisikilize kwanza. Niambie, unaitwa nani? Nishakwambia achana naye. Please kaka, niambie unaitwa nani? Soko nakuuliza jina wewe mjinga. Uko nyamafu kabisa wewe. Yaani hufai, yaani hata jina linakushinda kujibu. Unashindwa kusema mimi naitwa fulani. Nilikwambia kama huyu ni mjinga hamna kitu. Yaani kuliko ni kuwa na watu kama nyinyi, afadhali mtu unakuwa na kiziwi kabisa, unajua ni kiziwi. Sasa wewe unaulizwa jina linakushinda kutamka. Anaitwa kama ni Asadullah, kama ni Asadullah. Asadullah.
Ndio jina lake. Ndio jina lake mpumbavu. Wow. Nyamafu. Alhamdulillah. Haunikumbuki? No. Sikumbuki, labda nikumbushe. Naila. Naila bint Hamdan. Naila binti Hamdan. Yes. Naila isidi lake Tanganyika. Exactement. Umebadilika sana. Yaani hapa hata ungenipatia mtihani wa wiki nzima nijifikirie nani, kwa kweli nisingemjua. Yaani umebadilika sana. Sijui labda kwa sababu labda ni Ulaya, maji ya Ulaya yamekubadilisha, sijui labda inawezekana. Yes. Vraiment tu as changé. Moi, je suis très contente. Vous êtes très belle. Oh là là, dis-moi, c'est ici que tu travailles? Oui, comme tu vois. C'est ici que je travaille. Ici? Oui. Oh là là, pour moi, c'est dommage. Ok, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici maintenant? Non, franchement, ma mère est gravement malade. Je suis venu ici justement pour lui demander si elle peut me donner la permission d'aller amener ma mère à l'hôpital, mais je vois que cet homme est très compliqué. Ah, ta mère est malade? Oh, franchement, ma mère est gravement malade. Oh, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je t'aide? Amener ma mère à l'hôpital. Ok, t'inquiète pas. Monsieur, dis-moi, est-ce que je peux partir avec ce monsieur? Anasema kama tunaweza tukaondoka pamoja naye. Kuondoka hakuna tatizo, mnaweza mkaondoka pamoja. Ok. Je vais retourner dans 30 minutes ou bien 1 heure. Ça te va? Anasema nini? Anasema nataka mpeleke mama hospitalini, atarudia baada ya saa moja au dakika 30. Hakuna tatizo, usihofu. Kuhusu hilo tu, hakuna tatizo kabisa. Mnaweza mkaondoka naye. Okay. Sio nirudia tena uniambie sijui nini wala nini. Hapana, usihofu kuhusu hilo kabisa. Hapa niko na malizia kabisa. Okay. Attends-moi, je vais appeler mon chauffeur. Allô? Okay, unaweza kuja kunikuta hapa kwenye garage? Hapana, sasa hivi tu. Sawa, nakusubiri. Sawa, usichelewe. Sasa Jula, tunaweza tukamsubiria hapa shoferi wangu kidogo? Yaani mwingine anakuja na gari nyingine? Ndio. Basi ina shida. Sawa. Okay. Basi baadaye. Sadula. Na muelekeze vizuri huyo mama huko. Sina wasiwasi. Wallahi. Leo nimekubali. Simdharau siyemjua. Huyu semo ni ukweli kabisa. Ni ukweli. Yaani simdharau siyemjua. Hakika usichokijua ni sawa na usiku wa giza. Yule nisikiliwe kijana Kifaransa anaongea, Kiingereza yeye yupo. Nilikuwa nilikuwa namdharau, kumbe mimi ndo wa kujidharau yani. Yaani naonekana naumbuka mbele ya huyu dada. Yaani naanza kutotoa macho, naanza kumuuliza tena wakati nilimtombokea mbele yake bila hata aibu, naanza kumuuliza hapa mbele ya huyu dada. Leo nimeaibika kabisa. Nimegeuka nyamafu wa kuenea kabisa.